Basi bwana, niwape story moja hivi. Hii story tunarudi nyuma kidogo. Kwa sababu sasa hivi niko mwaka wa 3, kwa ni miaka 3 nyuma. Siku hiyo tumetoka shule sekondari. Muda. Tumetoka shule hivi tunapita mahali tukasikia redio inaongea. Radio Clouds. Kuna nani ilikuwa Clouds. Kulikuwa kuna wanatangaza sasa. Chuo cha afya na sayansi shirikishi Mgao kinatoa kozi za afya. Tukasimama. Mimi nilikuwa na wenzangu kama 5-6 hivi. Tukasimama, tukaanza kusikiliza ile tangazo. Nilikuwa mnavielele. Wewe tuache. Mambo mazuri hayataji haraka. Tumesimama pale, tunasikiliza ile tangazo limeenda mpaka mwisho. Sasa kabla hajamalizia mwisho, wakasema location ya chuo kiko wapi? Wakasema kiko Njombe, mtaa Nazareti karibia na mjini. Si ndo hapo tukakamatika sasa. Kuambiwa karibia na mjini. Tulia wewe. Tulipoambiwa chuo karibu na mjini, si ndo mambo kunoga sasa. Imagine wakati huo hapo tunaambiwa Njombe ni kijijini. Tunaambiwa Njombe ni kijijini. Kwanza sio tu Njombe kijijini. Tulikuwa tunasoma geography kwenye zile location. Ikiletwa Njombe pale kwenye masomo ya geography. Unaona Njombe. Kama Njombe vitu havieleweki. Bana mimi nikaambia wenzangu msisikilize haya ya watu. Muende huko. Wakasema sisi hatuendi sisi nini. Nikaambia nyie mtakosa vitu vizuri. Mshaambiwa kozi za afya na venye tunasoma science. Basi bwana. Ile tangazo imagine hapo tuko Singida. Chuo kiko Njombe. Mbali hapo. Acha tu. Basi tumesikiza ile tangazo mpaka mwisho pale tukaondoka. Nifika nyumbani nikaambia mamangu. Mimi na mamangu marafiki, yani marafiki ile unaweza kumwambia kitu chochote. Nikaambia mama, wakati tunapita pale dukani kwa mzee Mosha, tumesikia tangazo la nini la chuo. Hapo tuko form 4, unajua tuna kile kimuhemuhe cha chuo. Basi nakwambia akaniza iko chuo kiko wapi? Nikamwambia kiko Njombe. Ukitoka Iringa mbele kidogo unapita Makambako unapita Njombe. Mama yangu akasema Njombe bwana mimi sipajui. Nikamwambia mama wewe usangeke kukupajua. Ile tangazo lilivyokuwa yani walipokuwa walivyomeleka ile tangazo kwenye redio. Jamani mashallah. Nyie ile tangazo tasema yote niligoogle sasa tulisikilize. Sema basi tuachane nalo. Basi nikamwambia pale tumepiga story na mamangu akaniambia hivi, "Embe kwanza maliza tuone matokeo yako yanatokaje." Nikamwambia, "Sawa." Tumefanya pale mtihani, ile mtihani practical ya biology tunafanya. Mawazo yangu yako Njombe chuo cha afya. Nimefanya pale, tumefanya practical tumemaliza. Tumeweza kufanya ile praki. Basi wakaniambia tunavyosubiri matokeo, nisafiri mwenzenu niende Dar. Nikaanza Dar tena. Singida nataka niende Njombe. Unanipeleka Dar au Dar mbali? Hapo ni mara yangu ya kwanza kwenda Dar. Au Dar mbali wanaenda kunificha Dar huko niache kwenda Njombe. Nikasema hamna shida. Nimeenda pale kwa aunti yangu, nikamwambia na aunti, mimi kuna chuo nilikisikia kwenye tangazo. Aunti yangu akaniambia tukigugo. Nikamwambia Google. Tukagugo na kwambia tumeingia kwenye website ya chuo www.mgao.tz. ac.tz. Tukaingia kwenye hiyo website na kwambia. Jamani information tulizokuta kule. Kwanza ukiangalia wanafunzi wenyewe, mazingira, jamani, huwezi kudhania kama ndo kile ambacho unaambia Njombe kijijini, si nini. Nyie, mwenye chuo kajitahidi kutengeneza chuo chake kizuri, mazingira yanavutia. Wewe siwezi kuacha kwa hayo mazingira. Shogangu. Sasa ngoja sasa nikusimulie mimi sasa. Subiri sijamaliza mpaka nifike. Wewe utajuaje kama nilifika? Shogangu subiri, usina pressure. Ni huyu. Usina pressure. Wewe umesikia mjini? Mimi kwetu kule kijijini. Idodi. Hapo nini? Ndio naambia. Nipo zangu na mzee na baba. Tumekaa. Tukaweka pale nini? Clouds TV. Ile tumeangalia taarifa habari nini? Mara ikaja tangazo. Hapo kumbuka nasubiria matokeo. Matokeo ya form 4 form 6. Ya form 4. Ungesema. Tumekaa. Chuo cha afya Mgao shirikishi kinatangaza. Baba akasema afya. Mwanangu unapenda nini? Napenda afya kwa sababu nimesomea sayansi. Akasema sawa mwanangu. Hapo mzee akuchelewesha. Akapiga simu. Na mwanangu anasubiri matokeo.
Endelea. Ndugu yangu, tulivyoingia pale tukaangalia ile mazingira. Jamani, mazingira yanavutia kuanzia nje mpaka ndani. Kijani kivetaradadi. Basi tumekaa pale, muda wa matokeo umefika, hapo likizo ile ya form 4 imeisha, matokeo yametoka. Wakataka wanipeleke chuo fulani viki kwa pale da. Sijui kinaitwaje? Nimesahau. Sijui nimesahau. Sitaje chuo. Nimekisahau kile chuo. Sasa sijui kinaitwaje kile. Wakawa nataka wanipeleke pale. Mimi nikampigia kwanza mamangu. Nikamwambia mama, auntie amenitafutia chuo da. Mimi da siwezi kuishi mazingira haya. Hapana. Joto. Kiachana na joto, maisha magumu nyie. Wewe acha tu. Nikamwambia mimi siwezi huku, sijapazoea. Akaniambia basi hamna shida. Mama huko staleni nyingi, nitafeli. Na ningefeli. Sio nita na ningefeli. Wewe Maana na ningefeli parefu. Basi nakwambia wakanielewa. Sasa baada ya kuwashawishi vile, wakawa wamenielewa. Mwisho wa tangazo kuna namba za simu. Tukapiga zile namba, akapokea chara mmoja alijitambulisha kwa jina la Mr. Kuba. Alipopokea ile simu, yule kaka jamani abarikiwe. Sikilizeni. Ndo msubiri sasa niongee, Yule kaka jamani abarikiwe. Kwanza alipokea simu kwa unyenyekevu wa hali ya juu. Alikuwa ametulia. Sio yule mtu anapokea simu, halo ndio nafasi zipo, apply haraka. Hapana. Alafu unajua kitu kingine? Yule kaka kitu kingine ni sauti ambayo inatoka. Unajua kabisa huyu ni mtaalamu na anajua kupokea watu. Alafu kingine pia wewe tulia sijamaliza. Akaniuliza unaitwa nani? Nikamwambia majina yangu yote matatu. Akaniambia karibu, hapa ndo chuo cha afya na sayansi shirikishi Mgao, tunatoa kozi za afya. Akanitajia sasa zile kozi ambazo wanazitoa pale. Akaniambia tunatoa kozi ya pharmaceutical science, clinical medicine officers, tunatoa kozi ya social work, tunatoa kozi ya radiology, kozi ya dentist. Basi mimi alivyonitajia zile zote nikasema hapana. Mimi kwa kuwa napenda nikienda pale hospitalini, ninavyoona wale wadada pale dukani, nakuwa inspired sana. Nikasema mimi nataka pharmacy. Nikamwambia, akanitajia una vigezo gani? Nikamwambia mimi nimefaulu masomo yote ya science. Akaniambia basi haina shida. Hapa tunahitaji D4 za masomo mawili ya science ambayo ni chemistry na biology. Akaniambia niongeze masomo mengine mawili ambayo English, labda unaweza kuongeza na geography au na history, somo lolote. Ila ziwe D4. Mimi nikamwambia D hizo wapi? Mimi chemistry nina B, biology nina B. Akaniambia hapo mwanafunzi mzuri wewe. Hapa ndo chuoni kwetu. Amenipa sasa yani information zote zinazohusiana na nini? Na kozi ya pharmacy na chuo cha afya kwa ujumla. Nikaa nimevutiwa kweli. Mama akaniambia kwa unarudi Singida ndo uende chuo au? Nikasema hapana. Kutoka Singida mpaka Njombe pana umbali. Natokea Da Morogoro, Iringa, Njombe. Short. Basi nikasafiri. Usiku. Sitaki hata kulala. Magari ya usiku yapo. Mimi nilaze damu wakati nataka niende chuo cha afya Mgao. Nikapanda gari mwenyewe mpaka Njombe. Nimefika Njombe usiku. Naenda wapi? Nikampigia yule chiara nilimpigia sasa siku na apply chuo. Akaniambia umefika? Ndio. Subiri hapo usiende popote. Tuna huduma ya kuwafuata wanafunzi ambao wageni kutoka pale stendi mpaka chuoni. Kweli sikukata muda mrefu mwenzenu. Gari hiyo imeandikwa chuo cha afya Mgao. What's a feeling jamani? Unakuwa peke yako. Nyie kichuo kina mambo mazuri hatari. Nikapanda kutoka pale stendi ya Njombe mpaka chuoni. Hata sio mbali. Yaani ni mjini tu, hata sio mbali. Kwa sababu nilikuwa nawaza labda nitapelekwa mabondeni huko. Wala chuo kipo mjini kabisa. Afu kingine. Chuo sasa, nafika chuoni sasa.
Jamani, taa zinanipokea kuanzia kule nje. Ulikuja usiku? Usiku. Taa zinanipokea kuanzia huko. Nafika hapa. Wenzenu hosteli bure. Nikasema hapa si ndo nimefika sasa. Hizo hosteli nzuri. Hosteli tunalipia pia kati kuanzia kwenye tangazo wanasema hosteli bure. Nikajua nyumbani umedanganya. Sijadanganya mwenzenu, mie mstaarabu. Mimi sijadanganya. Hosteli bure. Tena yani nafika hosteli jamani, napokelewa na wanafunzi wana amani, yani wanakifurahia chuo chao, wanafurahia kukaa kwenye ile hosteli. Hosteli nzuri, inang'aa, inapendeza. I wish ningekuja mwaka mkubwa sasa. Yote 9-10. Nimefika hapo sinjaa na nyuma. Kwenye chakula. Chakula kinapatikana chuoni. Hamna kona sio ukafuate chakula wapi mabonde kuinama huko. Chakula kinapatikana chuoni. Ni pesa yako tu. Basi nikalipia pesa ya chakula, nimekaa pale hosteli, nikaambia mda wa chakula. Nikaenda, nikala chakula kizuri, kitamu. Wewe unahangaika nini kutafuta chuo kingine? Nyie washaurini wadogo zenu waje hapa chuo cha afya mgao. Ukiwa na bukumbijelo unakula asubuhi mpaka usiku. Ukiwa na bukumbijelo yani. Basi mwenzenu ndo nikafika, nikaa chuoni mpaka saizi mwaka wa 3 nakaribia kumaliza. Nimeenjoy kusoma chuo cha afya na sayansi shirikishi mgao. Chuo kizuri. Sasa hivi ninavyoenda kugraduate jamani. Mnakaribishwa. Mahafali ya 10. Imagine. Chuo jamani, hiki chuo mahafali ya 10. Kama pia majamani. Nyie Na wewe. Basi mwenzenu. Wale wa dental wakija wataenjoy kwa sababu kwanza kliniki yetu ni sana mtu anakuja kutalii. Sana watu wanaenda Ngorongoro, ni sana watu wanaenda Arusha wapi kuangalia, kwa sababu ukiingia kwenye kliniki unatamani ulale hata siku 3-4 bila kula kwa sababu ni pazuri sana. Wewe unaongelea huko mbali. Ushiye kwenda kwenye nanili compounding ya pharmacy. Compounding ya pharmacy jamani iko clean. Afu ni safi. Yaani kubwa, yani mnaweza mkaingia afu bado mkatosha na nafasi zikabaki. Yaani kwanza mnavyoelekezwa compounding. Nyie Na mazingira Njombe. Tunatengeneza paste kule compounding, tunatengeneza paste, tunatengeneza cream. Wewe tena kwa vitendo, sio kwa kuambiwa, kwa vitendo. Kila mtu anashika kifaa anatengeneza. Muda huo mwalimu yuko mbele anawaelekeza. Unamaliza chuo hapo. Jamani, unamaliza chuo kishuku. Unajua kutengeneza cream, sabuni, kutengeneza maji. Unajua kutengeneza mafuta. Kila kitu unajua. Unataka nini tena? Yaani ni wewe kitu. Chuo si ndio hiki sasa? Karibuni. Haya, karibuni chuo cha afya na sayansi shirikishi mgao kwa mafunzo bora ya